The farmers are requested to supplement the pesticide application with the other cultural practices they have been using, such as hand picking, trapping and destruction of egg masses using sticks and plant materials placed across the canals. Leveling the fields uniformly for better water and the snails management. Practicing alternate wet and dry or intermittent irrigation to limit snail mobility and feeding activity. I further request the private stakeholders who provide necessary machinery in rice production to take precautionary measures to thoroughly clean their equipments before moving from MUCERE to other schemes in Western, Nyanza, and coastal regions of the country. I instruct the Pest Control Product Board, PCPB, to work closely with the multi-institutional technical team and county extension staff to monitor the success of these pilot control operations for golden apple snail. I know the importance of early preparedness and rapid response, and it is paramount that rice irrigation scheme in other regions of the country be sensitized on apple snail management. Let's all continue to work together to build a strong nation for ourselves and the future generations. Particular pest poses greater challenge, as any pesticide used must take into strict consideration the sensitive ecosystem where rice is grown. I report the country now has a biopesticide called Biograde 300SL, which has attained registration status for use in apple snail control. This is very good news. My ministry managed to procure 20,000 liters of this product to mitigate against this migratory pest at the end of 2022-2023 financial year. Of this apple snails, which has been a problem for the last 1 week. But before this day, the directorate here and our county team had already distributed, also with the IMP, had distributed the pest control or whatever you have brought today, and you are going to tell us more about it. And we are grateful that you gave Kenya priority. Tunaendeleanga kuangalia hiyo madawa, ndio ukiwa kuna information nyingine ama maneno ingine pengine imetokea ama kuna information nyingine imetokea, tuna evaluate hiyo madawa. Na kwa hivyo kuna dawa inaweza kuwa ni registered na saa nyingine unakuta tumesema itolewe kwa market ama isitumiwe. Na kwa sasa kuna madawa tume withdraw from uses. Ile inamuhusu sana, kwanza ile nitamention ya kahawa. Kuna hii herbicide mnatumianga inaitwa 2,4-D. Hiyo dawa tumewithdraw isitumiwe kwa kahawa kwa sababu hata ina affect masoko. Na ile ingine ni jina ngumu inaitwa chlorpyrifos. Kwa hivyo hiyo tutaongea na watu wa agriculture ndio tuangalie ni madawa gani iko na. About the snails, today we are launching a product called Biograde. This product is able to control snails. It is not killing all of them one day, because we have to go step by step. Because there's a way you can put a dose. Then, because this water is also going back to the canals, and the animals that feed or take water from the canals lose their lives. We don't want that. So I am sure they know where they are going to put where they are going to stop at the dose. Hii konokono watu wanaongea kuhusu si madhara tu katika shamba la mchele. Ni kuna shida mingi zaidi. Nimekaa na mama pale kwa sababu mimi nimekaa pale na wanduzi wangu pale nyuma. Na ukiangalia wamama wengi na wazee, zile konokono zimewakatakata mpaka mikono kwa sababu ziko na magamba magumu sana. Na wakati mkulima anakatwa, anafaa kimbia hospitali kudungwa sindano ya tetanus. Ukindungwa mkono huwezi endelea na kazi, hiyo inakwama. Ukindungwa mguu huwezi endelea na kazi, kazi yako inakwama. Kwa hivyo tunapoteza kitu ya kwanza, masaa ya kufanya kazi. Tunapoteza nafasi ya watu kujitafutia lishe na chakula katika kufanya kazi.
na tunapoteza mpaka na mandawa katika hospitali kwa sababu inabidi lazima kuwekwe dawa za tetanus ili kuhudumia